Salimiane jameni. Haleluya. Amen. Leo sauti yangu si nzuri lakini hivyo hivyo tutaenda nayo. Mwalimu wangu, kuna vitu ambavyo huyu mwalimu amevizungumza Kabisa. na ningependa asikilize vizuri Kwa makini. Kwa makini. Maana amesoma maandiko ya Qur'ani visivyo. Kwanza amekuja na madai akasema Muhammad ni mtume wa watu wote. Hiyo ndio amesema huyu. Lakini mimi sijakataa Muhammad ni mtume wa watu wote. Lakini swali ungejiuliza watu kina nani? Ni hao watu wako hapa ama ni watu wa aina gani? 46:29 Qur'ani. Ona, wachana na pasta asikize ujumbe wewe. 46. Wewe kijana, wewe. Umezungumza watu na kusikiza. Sikiliza hapo sasa. 46:29 Qur'ani Inasema Muhammad ni mtume kwa watu wote. Sawa. Lakini watu gani? Soma hiyo andiko usikie. Inasema, alafu leo mada si uungu wa Yesu. Leo mada kati ya Paulo na Muhammad. Yupi mtume wa Mungu? Soma mwalimu. Na wakumbushe. Alafu anadanganya watu, nilikuwa napita zangu tu. Ulikuwa unaangalia YouTube hapa. Ukiangalia YouTube yake hakuna mahali ametaja. Wewe. Soma mwalimu. Na wakumbushe. Tulipokuletea kundi la majini. Unajua ndio wameanza mikwara sasa. Kuanzia leo utawaona wamekuja hapa, kesho aseme kama nyivi dume endeleeni wiki nyingine. Si tuna mipango. Wewe. Tunakufuata shimoni. Soma mwalimu. Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini. Huyu ni Muhammad ambaye tunaambiwa ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Anaambiwa kumbuka siku tulipokuletea kundi la majini kuja kwako. Kusikiliza nini? Kusikiliza nini? Qur'an. Kwa hivyo majini walikuja kwa Muhammad kusikiliza nini? Qur'an. Hapo jiulize, hii Qur'ani ni ya watu ama ni ya majini? Ya majini. Ndio watu hao labda unatuambia. Ndio maana hata ukituambia sisi hatuinui mikono, maana sisi tunajua tuko kwa hiyo kundi. Kabisa. Majini wamekuja kwa Muhammad kusikiza Qur'ani mwalimu wangu. Wakati napigwa kitajwid. Alif Lam Mim. Majini wanatoka kule kote wanakuja kusikiza Qur'ani. Ndio maana. Dhalika likitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Majini wanasema wala kitabu chetu hicho kabisa. Hauna ngangana nacho. Endelea mwalimu. Inasema basi ndio walipoihudhuria walisema. Akina nani hao? Majini. Wakahudhuria wakasema nini? Wakasema kuambiana nyamazeni. Wanaambiana majini, wanaambia nyamazeni, msikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Ati wasikilize maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kina nani wanasema? Majini. Endelea. Na ilipokwisha somwa walirudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Kina nani hao walirudi kwa jamaa zao? Majini wakarudi kwa jamaa zao wakiwaonya wakisema nini? Wakasema enyi watu wetu. Enyi watu wetu. Kwa hivyo Muhammad kama ni mtume kwa watu, hao watu kwa mujibu wa Qur'ani kina nani? Majini. Sio sisi. Ndio kwa mtapatiani kiti akae hapo. Sio sisi, ni majini. Na ndio sababu unaona pale kitabu chenyewe mwalimu wako cha majini 297. Wewe vipi? 297 inasema. Sema. Aliyekuwa ni adui wa Jibrili. Ndio. Basi huyo. Ndiye aliyeteremsha Qur'ani moyoni mwako. Maana Qur'ani kumbe ni kitabu cha majini, kikapatiwa mtume wa majini, akapelekea majini wenzake. Sio wewe. Haleluya. Ya pili mwalimu wangu, maana huyu ametoka nje ya mada kabisa. Ati Paulo alianza kuintroduce uungu wa Yesu. Mada sio uungu wa Yesu. Ukitaka hiyo mada mbona ipo? Lakini kwa sababu umeteleza ukaenda nje kidogo, hata mimi niruhusu niteleze hivyo nikufuate kidogo. Kama wewe unakataa Paulo ati kwa sababu alileta uungu wa Yesu mwalimu wangu, sisi tunamkataa Muhammad. Ndio. Kwa sababu ya hii moja. Ndio. Kitabu kinaitwa Bulughul Maram mwalimu wangu. Ukurasa wa 39. Inasema. Hadithi ya 49 soma. Inasema mwalimu. Inasema Aisha binti Abu Bakar as-Siddiq. Mtume Muhammad ambaye anatuambia ni nabii alimuoa Maka akiwa ana umri wa miaka 6. Ati Muhammad alioa Aisha akiwa na miaka mingapi? Miaka 6. Hii inaitwa child molestation.
Anaoa mtoto miaka 6. Soma. Akamwingilia katika mwezi wa Shawwal, mwaka wa pili ndio Hijiria, akiwa na umri wa miaka 9. Wewe mtume wa Mungu nifuate. Naona ameanza kuangalia hiyo. Toka kwa hii dini bwana unakusumbua. Akasema hivi Uislamu saa zingine ushangaa nao sana. Mayunga mwalimu. Mwalimu wangu, kwa nini mimi namkataa Muhammad? Ndio. Muhammad, na usikilize vizuri. Hata mwalimu aliyetangulia kufundisha alisema tunakubali Muhammad ni nabii na tunakubali na Muhammad ni mtume, ila si mtume wa nani? Wa Mungu. Hiyo ukae ukijua hivyo. Ni nabii ndio. Hata Waiganjo si alikuwa askari? Alikuwa amesomea kiganjo. Sasa hapa ndio kuna balaa. Muhammad ni nabii, Muhammad ni mtume, ila sio wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini Muhammad hawezi akawa nabii wa Mwenyezi Mungu? Mwalimu wangu, Mayunga ukurasa wa 702. Nipe raha duniani. Hiyo hapa usikuwe na wasiwasi. Sasa ndio mnafanya riasa kiwanjani. Ukurasa 702 mwalimu wangu. Mayunga. Inasema mwalimu. Inasema 702 ukurasa ni wa Mayunga. Mimi siwezi nikakubali Muhammad mtume wa Mungu, hapana. Ni nabii ndio, lakini si wa Mungu. Mungu anamkataa. Inasema hata kwa mafundisho yake, ngoja nitakuonesha fundisho lake ameleta hapa la uongo kabisa. Na hakuna Muislamu anaweza fanya hivyo. Soma andiko. Inasema soma katika vitabu vya hadithi na vya sira vya Kisuni, sawa, wametaja kuwa mtume SAW, Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, wacha nimpambe kidogo. Soma. Alipasuliwa, ati alifanywa operation, akatolewa shetani mara 4. Ati Muhammad alifanywa operation, akang'olewa shetani mara ngapi? Mara 4. Mtume tunaambia ni mtume wa nani? Wa Mungu. Ambaye anafanywa operation atolewa nini? Shetani. Mara ngapi? 4. Soma mwalimu. Mara ya kwanza mtume akiwa katika umri wa miaka 3. Waislamu jiulizeni, hivi vitu mnafundishwa msikitini? Jamaa anafanya hivi, huyu jamaa anasema hivi. Yeye hakuna. Anasema hakuna. Dawa anapiga salute. Wewe utapiga hiyo mpaka mwisho. Soma mwalimu. Mara ya pili. Operation ya kwanza imefanyika. Ya pili, yani shetani anatolewa, anarudi. Anatolewa, anarudi. Alafu mara ya pili. Mara ya pili akiwa katika umri wa miaka 10. Sawa. Mara ya tatu. Mara ya tatu akiwa katika umri wa miaka 40. Sasa alipoona kwamba imezidi, mjomba anatolewa, anarudi. Ibilisi anatolewa, anarudi. Yana anarudi kwa nyumba yake. Nyumba yake ambayo ni nani? Muhammad. Mwalimu wangu usiogope, ni vitabu. Ni vitabu. Nyumba yake ambayo ni nani? Muhammad. Shetani. Muhammad alipoona imezidi hivyo, aliamua kufanya kitu fulani. Kitu gani? Ukurasa wa 20 asili ya majini. Soma hiyo mwalimu wangu. Yaani shetani anatoka, wahurumie. Shetani anarudi. Tuwahurumie. Ukurasa wa 20. Nani amesema tuwahurumie? Tunaweza tuwahurumia, ndio. Tuwahurumie. Inasema kila siku wanakuanga hapo, Kristo sio dini. Paulo Mkora. Mbona hizo vitu hatusikii saa hii? Soma mwalimu. Inasema mwalimu wangu, ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Sawa. Na kuwa Waislamu. Sawa. Ni mtume Muhammad tu ambaye tunaambia mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni mtume Muhammad tu. Ni mtume Muhammad tu. Sawa. Ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Kwa hivyo sasa tunazungumza shetani dini yake ni gani? Muislamu. Anafuata mtume gani? Muhammad. Na mwalimu anafuata nani? Muhammad. Kwa hivyo yeye na shetani ngoma ngapi? Moja. Tutoke huko. Huko kana shetani. Mwalimu wangu. Akasema ati tumtolea andiko moja, Paulo ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Wagalatia 1:1. Hiyo ni kama kwenda polisi. Wagalatia. Na uulize polisi, hapa kuna kuanga tia gas. Unaona utapewa ngapi? Kutosha. Paulo, yani Mkristo uko hapa na Muislamu uko hapa, tafadhali kama uko hapa na wewe ni Muislamu, toka hiyo dini kama ndege mpya vile inachomoka hivi, usipatikane hapo. Wagalatia 1:1. Nirudi tena kwa Muhammad mwalimu. Inasema, ni kibwagizo. Inasema Paulo ati Paulo ati Paulo ati Paulo ati Paulo nani? Mtume. Yeye imekamilika. Mtume, yani huwezi ukapinga. Andiko limepatikana, Paulo ni nani? Mtume. Mimi nataka Muislamu yeyote atakaye kuja na andiko, Paulo si mtume.
Mimi nafunga mkutano kesho, tunavaa kanzu ndefu mpaka chini. Tunaanza hata tutaswali hapa. Allahu Akbar hapa. Shahada la ilaha illa Allah hapa.